3 bado tu. Mwanzo nitachelewa shule. Tayari. Najua hiyo ni ndogo, lakini nitajitahidi kuandaa chakula mapema. Kirudi utakikuta. Kweli kaka. Ukija na pesa kwangu nitakupokea. Ukija kwa Manta atakupokea. Upo? Toa hela. Haya kuhusu kausha. Haya, nipe pesa yangu. Nipe pesa yangu. Kazoea wewe vya bure, kazoea. Vya bure lini mimi nilokuja hapa nikacheda afu nikawa sijatoa hela. Unazingua, chukua basi hapa hii simu. Nikija nikichukua na kugea hela yako. Hayo ndio maneno. Tena ufanye haraka na ukichelewa naiuza. We, uuze hiyo simu. Nakuja kupiga ndonga mwezi mzima hapa. Mwanaume mzima. Mimi nilijua labda unatamba kumbe kiswaswadu. Kwenda huko kausha hiyo kuyo. Ovyo, angekuja kwangu mimi angeomba hapo yule. Angeondoka hapa na uchi wake. Tunguo zote zingebakia nyumbani. Chevu. Kwenda huko hilo, umezoea kukopa Sio kwetu hapa. Aibu tena. Bwana Madebe. Ndio. Shamba ndio hili hapa. Sasa nataka kipindi hichi cha kiangazi mahindi yote haya yawe yameshajazwa udongo. Ili angalau ionekane sehemu ambayo mtadumbukiza mbegu zingine, unajua? Kwa hiyo hapa wewe unataka kudunduliza nini? Humu nataka kuongeza mpunga. Mpunga? Kuongeza mpunga. Anataka kupiga kilimo mchanganyiko. Basi sawa, sisi tunalifanikisha hilo na ndio maana unaona tumekuja na vitendea kazi ili tusitoke nje ya mpango wako. Sawa. Mimi nafikiri bosi usijali. Wewe mwenyewe utafurahi. Na hata utakapokuja utakavyoona mwenyewe utapenda. Basi sawa. Mimi kwa sababu nakubali bwana, nyewe majembe. Basi mimi niwatakie kazi njema bwana. Sawa. Sasa wewe ndugu yangu hapa inabidi tuachane kama hatua mbili. Ili twende fasta kutokana na mlolongo wa mahindi ulivyopanda. Sawa, yani tunatakiwa tuwe mbali hivi. Tukae mbali kidogo ili twende tukipiga huku au ukipiga huku. Hapa katikati tukija tukupashambulia tunakuwa tumemaliza. Basi sawa. Hilo hakuna shida. Muhimu hapa ni kumaliza kazi. Maana si unajua bosi mwenyewe anaongea mno. Hiyo si ndo maana jina. Unajua kuna wazee wa zamani wamewapa watoto wao majina bila kutumia akili. Kwa sababu jina linaumba na jina ni neno. Mungu anaanza na neno. Kwa hiyo anakupa mzazi utoe neno kwa mwanao ili mradi tu mwanao aishi kutokana na wewe ulivyombatiza. Kwa hiyo ukimpa mtoto jina la shida, matatizo, balaa, msiba, hawezi kuwa tajiri katika hii nchi. Kwa sababu wewe mwenyewe umebatiza mwanawe awe hivi. Sasa huyu anaitwa Chiliko. Wewe unafikiri atafanyaje zaidi ya kuongea haraka? Unajua ndugu yangu Madebe unaongea sana. Na nikiendekeza hapa kukusikiliza wewe,
hapa tutakuwa tumalizi kazi kabisa yani. Maana yani unaongea mno. Hebu jaribu kujisikiliza kwanza Kiswahili wewe mwenyewe ulichokizungumza. Tutakuwa tumalize katata kuanza bado? Sema tutakuwa tuanzi, ndio tuanze sasa. Manta shogangu, we mkavu ndo nini kumjezea kaka watu? Shogangu, yule bwana amezidi. Kwanza kajaliwa. Unajua kajaliwa. Alafu si anatumia madawa, akipanda juu anachukua muda sana kushuka. Na hata kama akishuka haipiti hata dakika 5 anapanda tena. Adhabu yote hiyo afu anikope. Inakuja kweli? Mimi nilikwambia ela yule kaka ya moto. Hata mimi yalishanikuta na ndio maana alivyonifuata nilimkataa. Simu nimechukua na hela nitaipata, ila cha moto nimekiona. Bora ya mimi nimempata kibabu, hana maajabu wala nini. Yaani nimechukua hela bure kama nimekuta barabarani. Bora yako shoga yangu. Shoga yangu pole. Shamalizana. Unaweza kwenda. Sasa tudaiani mimi na wewe. Unaona jinsi gani nimeonyesha kwamba mimi ni mwaminifu kwako. Nataka kunijazia nzi nini? Sio poa. Bila sio mbaya, mimi na pesa nyingine kwa ajili yako. Unajua mimi sijakata kiu yangu kabisa. Kama vipi turuke tena basi. Ni bora ukanywa maji ili ukate kiu yako. Mimi tena kwenda na wewe siwezi. Nadhani umenielewa. Kwani shida nini Manta? Kulipa si nimekulipa, nimeonyesha jinsi gani mimi mwaminifu. Yale yote yameshaisha. Kwa sasa hivi tunaangalia mengine hapa. Mimi nataka tuende tukaruke tu. Fanye biashara basi. Kama ni pesa, mimi nitakupa mara 3 zaidi ya hiyo pesa nilokupa sasa hivi. Unajua ndugu yangu Madebe, kijiji chetu sasa hivi kinakwenda kombo. Wewe unachukuliaje hili swala la ujio wa hawa mabinti kuja kijijini kwetu kwa ajili ya kufanya biashara ya miili yao? Wewe unalionaje hili? Mimi naliona liko sawa tu. Liko sawa. Na vile vile kidogo limekuja kupunguza kasi kwa vijana. Kwa sababu vijana wa sasa hivi wanatafuta zaidi pesa kuliko mapenzi. Sijakuelewa unamaanisha nini? Unajua zamani vijana wengi sana walikuwa wanatumia muda mrefu sana kufuatilia mabinti na kusimama nao njiani. Umeelewa sio? Bado haitoshi mabinti yenyewe basi. Wanaanza wanalinga mpaka kuja kumpata inakuwa muda umekwenda, mambo mengi sana umeshayapoteza. Lakini sasa hivi vijana rahisi tu wakiwa na shida zao wanaenda wanazimaliza. Unajua wasichana wa kijiji chetu ukiachilia mbali kulinga, mmekubaliana hiyo kuja kulipata tunda sio leo wala kesho. Kwa ndugu yangu wewe unaona ni bora kununua kuliko kuhangaikia? Mimi ninachojua mimi, mwanamke ukimhangaikia utampenda na utamsamini. Lakini bwana mwanamke kama hujamtolea jasho, mimi nakwambia uwezi kumpenda ndugu yangu Madebe. Yaani Mapoi, sijui unafikiriaje? Hivi unawezaje kumtolea jasho mwanamke ambaye bado hujampata? Mwanamke unatakiwa umtolee jasho yule uliyempata, na sio umtolee jasho tu. Mnatakiwa mtoleane jasho kweli kweli. Unaelewa? Mtoleane jasho kweli kweli.
Sasa mimi nawezaje kumtolea jasho mwanamke ambaye sijampata? Sasa umeona maneno yako? Yaani wewe ulichojaliwa wewe ni kupindua maneno. Mimi naongea hivyo, naongea hivyo. Unajua hiki kinachofanyika kiko tofauti kabisa na tamaduni zetu, uelewe hivyo. Yaani huu utamaduni ulishabadilika tangu zamani. Sasa hivi kinachofanyika ni kuongeza tu nakshi. Alafu sichokijua Mapoi, ukila juu inatakiwa ucheue chini. Wewe ndugu yangu wewe, unajua mharibifu wa maneno. Yaani kama pombe tu, ukinywa inatakiwa itoke. Haya, sawa, acha tuone. Ndugu yangu Bwana Makota, Na mimi Madebe, tajiri kutoka mjini, mwekezaji katika kijiji chetu hiki. Naona una mbambamba wala una shida. Mambo vipi wewe? Sema ni aje? Njema. Ndio. Tupo. Lakini siku mbili sijakuona kaka Maino, vipi? Ni mambo ya utafutaji bwana. Si unajua pale kwako pale pamekuwa ni sehemu pa ziada, sio sehemu pa msingi, kwa sababu inatakiwa ufanye majukumu yako, ile ziada iliyobaki ndio nije kwako kusherehekea. Una maana gani? Ninaposema la ziada, maana yake ni kwamba kama unatafuta pesa, inatakiwa kwanza umalize yale ya msingi ambayo yanahitajika. Alafu kilichobaki kile ndio unakuja pale. Vinginevyo, usipofanya hivyo, ndio ile watu wanasema unakuwa zumbukuku, ulimwengu uko huku, kwa sababu umetumia yote mpaka ya ziada na ya msingi. Sawa, sasa ipo hivi. Wale mademo Dar es Salaam unajua wewe, achana nao. Kuna ile chipukizi kutoka hapa kijijini kwetu. Wameshaamua kufanya kazi ile. Mimi leo niko vizuri, nitakuja. Yaani utarajia kuniona. Nashukuru. Haina shida. Karibu sana. Haya, asante bwana. Haya. Mimi nimechoka bwana.
Lanta, muda wote unaongea na maana unisikii. Hivi kwa nini hutaki kunielewa? Kila siku wimbo ni mmoja tunakuimbia wewe. Kwa nini lakini? Hivi lini utanikubali Lanta? Kwa nini unanifanyia hivi? Nionyeshe basi samani angalau nionekane mtu katika watu. Nakupenda sana Lanta jamani. Nisikilize Mapoi, nikwambie ukweli. Sawa? Mimi msimamo wangu upo vile vile. Hata ufanye kipi kwangu kazi bure. Sikupendi, sikuhitaji na univutii kwa lolote. Alafu nisikilize nikwambie, huo uzuri wako uliokuwa nao, usifanye kila mtu au kila mwanamke akakupenda jinsi wewe unavyotaka. Kuna wengine hawapo hivyo. Usifananishe. Naomba tu Mapoi. Sikupendi na usitarajie kwamba nitakupenda. Lanta, naomba unisikilize basi. Mbona unaongea maneno magumu kiasi hicho? Usiwe hivi bwana. Hiyo adhabu unataka kunipatia ni sawa sawa na mtoto aliyekosa adabu kwa baba. Niambie basi, nikutendee nini labda unaenda utanielewa au nikufanyie kipi? Nisikilize Mapoi. Sitaki chochote kutoka kwako na sihitaji chochote kutoka kwako. Najua wewe ni mtu mzima. Unajua kabisa tunazungumzia nini au nakuongelea nini. Kwa naomba tusisumbuane. Fuata yako nifuate yangu na naomba uondoke kisimani. Nichote maji kwa uhuru. Sitaki. Mapoi, narudia tena, tusifuatiliane. Naomba. Mbona una hasira Lanta? Kwa nini unielewe? Mzako nakupenda sana Lanta. Naomba uelewe hilo. Usinifanyie hivyo tafadhali. Kwa nini unapaswa kuelewa wewe? Usifosi maji kupanda mlima. Kwa naomba uondoke. Nimewaita hapa wapongeza kazi yenu mnayofanya vizuri. Lakini pia vile vile kuna maneno mengi mtaani yamezagaa. Changamoto zimetokeza. Kwa hiyo niwaombe muwe makini na kazi yangu, sawa? Sawa boss. Na mimi pia nawaahidi tawalinda ili kazi yetu iendelee. Tumeelewana? Sawa boss. Na pia baada ya hapo mhakikishe bidhaa mnazozifanya mzingatie kondomu. Hapo ukipata ukimwi unaendelea na kazi. Ukipata mimba kazi umejifunza mwenyewe. Tumeelewana? Sawa boss. Haya, nadhani mshanielewa. Sawa boss, tumekuelewa. Mbali na biashara yetu, tunakuahidi tutaifanya vizuri kazi yako ya pamoja. Sawa, nashukuru kwa hilo. Nadhani tumeelewana eh? Ndio boss. Peter. Marhaba, ujambo Tete? Tete, kwa nini unachelewa sana shule? Kila siku wewe unakuwa wa mwisho kufika shule. Hivi una tatizo gani wewe? Usafiri unasumbua sana mwalimu. Samahani, nitajitahidi kuwahi. Sawa, usafiri unasumbua, lakini wewe sehemu unayotoka na wanafunzi wako wanatoka huko lakini wanawahi. Jitahidi uwahi Tete, elimu si lele mama. Unanielewa? Sawa mwalimu. Kupata elimu mpaka mtu unamuona ana elimu yake, kajitahidi sana na kukutana na changamoto kama za kwako. Kwa hiyo nakuomba ujitahidi uwahi shule. Umeelewa Tete? Sawa mwalimu, nimekuelewa. Nitajitahidi kuwahi. Sitachelewa tena. Sawa. Fanya basi kama nilivyokuambia. Sawa. Haya.
Hizo ndo dharau bwana Mapoi. Alafu wasichana hapa kijijini wanalinga sana. Alafu kila nikijaribu kutazama nini wanalingia sikioni. Ndugu yangu, ukienda katika Danguru kuna wasichana Naona unachebweda. Bwana Mapoi, unaonaje kilabu cha Bwana Makota? Unakionaje? Hii bwana, kilabu ya Bwana Makota iko vizuri. Yaani pazuri sana. Unajua najilaumu sana. Sijui nilichelewa wapi siku zote. Acha kunifurahisha. Acha kunifurahisha. Unaambiwa acha kuilaumu ujana yako. Unatakiwa ufurahie leo yako. Sisi tunasema ponda mali kufa kwaja. Sawa sawa. Wewe ni mtu hatari sana. Sasa nimeamini. Maneno ya kuambiwa unatakiwa uongeze na ya kwako. Lakini mimi siku zote nilikuwa napenda kusikiliza maneno ya watu, sio ya kwangu. Umeona bwana? Dada. Unaitwa nani? Naitwa Bahati. Bahati Bahatika. Ndio mimi hapa. Kweli. Hivi nilishawahi kukuona wapi? Wacha longolongo, sema una shilingi ngapi? Mambo hapa asiwe mengi. Hapo wewe mnachotakiwa ni bora muende kila mmoja akatambue undani wake. Kwa ndani zaidi. Mkajuane. Undani? Hapa ndo kwa Makota bwana. Twenzetu. Hapa kwa Makota kuna. Wekeni hapa hizo pombe zenu. Hapa. Nikawalindia. Maana mimi nina uwezo mkubwa wa kulinda sana pombe kuliko sadaka. Umejuaje? Mie. Wanafunzi wako hapo. Wanafunzi wangu. Wewe mwalimu wako mbwa. Hebu naomba hapo kizibo cha kuziba. Ziba na mkono wako. Sasa kizibo si anacho wewe. Leta soda tuzibe hapa. Vipi? Nipe matokeo. Tayari. Tayari. Tushamaliza. Yaani naona kama nimetupa hela yangu tu. Ile kuweka tu nikacheka. Wewe ulikuwa na kichupa kimekuzidi ndio maana imetokea hivyo.
Sema, naona aibu. Sijui yule demo atanichukuliaje. Huyu hana tatizo kwa sababu yeye atajua umemrahisishia kazi yake. Sasa ni azime 5,000 mkono mmoja. Ukaendelee. Niende tena. Umepiga chap kwa kwenda. Mitindo imemchanganya hiyo, hatunaga shiombofu kwenye harakati zetu. Sema nini mwanangu? Na wewe jibalance uko kama kuku. Acha kimbele mbele. Kimbele mbele mfuko wa shati. Toka. Kelele! Wewe umekuja umbea au? Wewe binadamu toleo ngapi? Naambia huyo ndugu yako amekuwa kama mwanamada. Mudumu! Mudumu! Mupe, muruke, mupatie. Mudumu! Wewe hapo nenda kamsaidia mwenzako. Kamsaidia mwenzako. Una bahati mzee wa Tanzania. Ingekuwa China, Shamu Magharibi. Unajua ndugu yangu, hawa mademu wa mjini hawa, mimi hata siwaelewi. Sababu kwanza wahimili vishindo, alafu wavivu. Kwa maana kuna wakati mimi natamani sana nipate demu hapa kijijini kwetu hapa. Sababu si unajua anakuaga skangaga. Lakini hawa mademu hawa hata kunyumburuka hanyumburuki. Wewe tatizo lako unashindwa kuelewa. Karibuni wateja wangu. Kama kuna kitu kingine mtakuwa mnakihitaji msisite kuniita. Unajua unashindwa kutofautisha kati ya mke na bidhaa. Hawa ni kama bidhaa tu. Ambayo mimi nimewabatiza kwa jina la viburudisho. Yaani vikonganyoyo. Sasa hizo burudani zao mimi ndo sizielewi sasa. Hilo ndo tatizo lako. Wewe unatakiwa ujue kwamba hapa ni sehemu ya kupunguza tu, sio ya kumaliza shida zako zote. Yaani hawa na choo cha kulipia hawana tofauti. Choo cha kulipia? Una maana gani? Sijakuelewa. Choo cha kulipia na dangulo vyote sawa. Kwa sababu hivi vyote lazima ulipe ndio ukojoe. Hapo sasa nimekuelewa. Alafu wewe naye kila kitu unapenda kukamia. Kitu kidogo na kikamia. Ndio maana inafika hatua mazoezi unafanya kama mechi, tena mechi yenyewe finali. Kaka, sio kama mimi nakamia. Yaani mimi ninachokifanya ile hela yangu iende kihalali. Na ndio bana nikiwakamata mimi napiga ndonga. Oya, mimi napiga ndonga babu. Kokonoko. Shikamoo kaka. Marahaba, jambo. Vipi, mbona umechelewa? Hapana kaka. Jana nilichoka kulala na pia kichwa kinaniuma sana. Unaendeleaje sasa hivi? Naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Pole. Asante. Haya, masomo mema. Haya kaka, baadaye. Bwana Makota? Madebe. Leo nimekuja nikiwa timamu kabisa. Na nimekuja ili niweze kuitumia hela yangu kihalali. Sawa, karibu. Asante. Karibu. Asante ndugu. Nashukuru umefika. Pia kuna mizigo ya zamani
na kuna mzigo mipya pia imekuja. Sasa mimi nataka hiyo mzigo mpya ili niende nikasikie mlio wa kinanda. Ukitaka mlio wa kinanda, nenda pale kwenye chumba kile pale, disha nikasikilize mlio. Bosi Twiku, naona nawe umekuja sasa kupasha mwili moto. Wewe umefuata nini hapa? Hapa sio nyumba ya ibada bana. Hapa ukija ni mambo mawili, ni kunywa na kutoa. Sasa sikiliza bwana. Ingia huko ndani ukakutana na kitu mnato. Yaani ukiingiza ukitoa peni. Ukisema speedo kumbe usinikope. Yaani kitu mnato, kitu chenyewe, yaani mtoto anamanganyuka. Bwana ingia ndani huko. Bwana Makota. Chiliku. Bwana huo mzigo leo hatari. Baba. Yaani mtoto anaeleweka, mtoto anamanganyuka. Anamanganyuka. Baba. Hatari. Karibu tena. Bwana asante bwana. Tumemalizana lakini. Baridi. Titi. Mbona sielewi? Imekuaje tena jamani, mbona mnakuja kukaseleza watu? Tulia! Katika mapenzi nilimpenda sana Hawa, lakini upendo wangu, udhaifu wangu, Alafa alivigeuza kama mateso upande wangu. Alitumia kama fimbo ya kunitesa. Sikia Madebe, mimi mwanamume suruali simtaki. Tena ukiwa huna pesa achana na mimi. Lakini hiyo pesa ambayo wewe umeitaka, mimi si nimekwambia nitakupa wiki ijayo. Tatizo liko wapi? Sasa wewe subiria mpaka hiyo wiki ijayo. Tena usinichukulie poa. Kama una pesa mimi sikutaki. Tena ukiendelea hivyo utajuta. Kiasi kikubwa sana katika moyo wako, na unahitaji upate faraja saa hizi. Hebu twende kwenye dangulo kwanza, tukapate angalau kuburudisha hiyo nafsi yako. Gharama zote zitakuwa juu yangu mimi. Wewe unahisi hiyo ndio itanisaidia? Itakusaidia sana na hautomkumbuka tena yule. Twende bwana. Mimi sikuona tena sababu
ya kulilinda na kulitunza tunda. Aliyakuwa tunda lenyewe ni bidhaa tu ambayo nina uwezo wa kulipata sokoni kwa bei rahisi, na mimi ndo nikawa miongoni mwa watu ambao wanaongoza kulitangaza danguro. Nilisahau kama wanaojihusisha na yale masuala ni watoto wa wenzangu, na wanahitaji kupendwa kama nitakavyompenda mwanangu. Wanahitaji kulindwa kama nitakavyomlinda mwanangu na wadogo zangu, kwa sababu wale ni watoto wangu. Wanahitaji kupendwa, kuthaminiwa, kuheshimiwa, kuwekewa mifumo mizuri ambayo itaratibu maisha yao vema baadaye. Na hii sasa Mungu akaja kunionyesha, sababu kile nilichokifikiria kwamba kina uwezo wa kunifuta machozi ndio kimenifanya nilie. Halo Father James. Tayari mshakamatwa eh? Basi haina shida, basi mlete hapa ofisini. Binti, naomba unieleze kila kitu. Usinifiche hata kimoja. Ilikuwaje mpaka ukajihusisha masuala ya danguro? Hali ya ugumu maisha niliyopitia na ulevi wa kaka yangu uliokisiri ndio sababisha mpaka mimi kuwa hivi. Isitoshe, kaka yangu alikuwa anathamini kunywa pombe kuliko kitu chochote. Kuna muda mwingine kaka yangu alikuwa akinipela ndogo usikizi mahitaji yangu kama binti. Kuna muda mwingine nilikuwa nahitaji kuwa na mataulo kama wasichana wengine. Nilikuwa nikikosa pale nyumbani. Na chanzo cha mimi kushawishika kunywa kwenye madanguro. Acha wewe tena. Mimi mwanzo nimeshazoea. Alafu ukiwa unaanza mwanzo unasikia maumivu. Lakini ukinywa dawa mtu anakata na maisha tena. Unaona kama mimi hapa. Mwanzo ni kweli mimi nilikuwa nasikia maumivu, lakini nilipokuwa nakunywa dawa hata nilikuwa sisikii maumivu tena, na sasa hivi nimeshazoea. Mimi nimekuja kwa pesa, lakini naogopa. Sasa unachoogopa kitu gani? Unachoogopa wewe kitu gani? Wewe mtoto wewe. Haina haja kuogopa, mimi nitaongea na mkoko. Sawa? Utakuwa unaenda kazi. Ukishaanza kupata hela nyingi kanini. Sio na mimi sasa hivi tengeni nimeacha shule. Na hela za kununua nguo, na hela za kununua mafuta. Wewe cheki ulivyopanguka hivi. Wewe kaka yako mwenyewe ndo akusaidii kwa chochote kile. Alafu unang'ang'ania kusoma na nani kusoma kitu gani? Wewe twende. Mwenyewe utaniambia maisha yako atakapobadilika. Ina kakangu ni mkali sana. Nahisi walifahamu hilo. Hakuna mwanamke anayeshindwa na jambo. Kikubwa tu ni wewe kufanya maamuzi. Na kuhusu kaka yako, utakuwa unaendelea na shule na huko unakuja kunidanganya. Kwani atajua? Kakangu ananibana sana. Huwa muda nitapata wapi kutoka? Sikia Tete, usiwe mtoto. Afu kikubwa ni kupanga tu mpango. Sawa? Baada ya kutoka shule saa 8 mpaka saa 7 zako kule kunidanganya na kupiga zako kichwa chako kimoja haka. Hawezi kujua. Usiniangushe basi. Tete. Shikamoo bwana. Marahaba. Wewe shikamoo ya nini wewe, mambo ya kishamba hayo? Wewe chukulia tu. Mambo vipi bro, fresh yani yameisha. Ngombe mama. Sasa wewe msomi mzima, mambo ya shikamoo yaliletwa kipindi hicho cha enzi hizo, enzi za utumwa. Maana shikamoo niko chini ya miguu yako. Sasa mimi nataka ukae chini ya miguu yangu. Au ndo mnafundishwa kwa shuleni kuamkia ndo unaona ndo heshima? Hamna, sasa kaka yangu ndo kuamkia. Sasa mimi sitaki shikamoo. Sasa kia Tete.
Mimi najua jinsi unavyoishi nyumbani kwenu wewe na kaka yako. Unaelewa? Sasa mimi nataka nikusaidie. Mimi nataka nikuhudumie. Ila kwa kitu kimoja tu ambacho mimi nahitaji kwangu. Mimi kipi? Sielewa. Nataka nikuhudumie kama mpenzi wangu. Najua utashangaa lakini nakuhudumia kama mpenzi wangu ili mradi tu nikusaidie wewe kimaisha ili uweze kusoma vizuri. Kakangu. Kama kwa nini tumezaliwa tumbo moja? Mimi sio kaka yako kivile tuseme kwamba eti tushindwe kufanya tunachotaka kufanya. Alafu mimi nikwambie kitu. Unajua kaka yako anapiga hela. Anapata pesa, unajua analima, anafanya vibarua humu vizuri tu anapata pesa lakini anaenda kuonga kwa mwanamke wake alafu anamuonga. Yaani kaka yako anapelekeshwa kishenzi na ule demu. Alafu kaka yako analewa sana. Ndio maana sometimes wewe unashinda na njaa nini michongo inakukosio mizuri. Sasa mimi roho inaniuma. Kwa nini mtoto mzuri kama wewe unateseka? Hii una habari? Kakako anapata hela. Wewe fikiria eka moja kilima kwa siku analima eka nzima yule. Na rafiki yake yule nani yule Mapoe, sijui Mapoe. Yeye na Mapoe wanalima wale eka nzima kwa siku. Wanachukua 40,000 30,000. Sasa wewe akashindwa kukupa wewe shilingi 15,000 au shilingi 5,000 tu ya huduma zako. Kakako kakamatwa. Afu stareka ipeleka mbele. Sasa mimi nataka nikusaidie wewe. Unasemaje? Utanikubalia? Asante kwa ushauri. Wewe utaki au si? Tete. Viola. Karibu. Asante. Karibu nyumbani. Asante. Mimi si hata mkaaji. Kikubwa kilichonileta vipi kuhusu ile jibu langu? Bwana alivyokuja Viola. Kuna vitu vinanichanganya katika maisha yangu. Na sijui msaada wangu nitapata wapi. Vitu gani? Kuhusu kakaangu. Kuna vitu anavyofanya Viola. Hata sielewi. Kakaangu sio kama pesa hapati. Ni anapata. Lakini anathamini wanawake zake kuliko mimi. Sikia nikwambie Tete. Kakako hawezi kukutimizia mahitaji yako yote. Alafu isitoshe ni mtoto wa kike. Unahitaji mafuta, unahitaji kusuka vizuri, unahitaji kuvaa vizuri. Unadhani kakako anaweza kukutimizia mahitaji yako yote? Wakati yeye mwenyewe anahitaji pesa, akale na wanawake huko nje. Fikiria mara mbili. Sio kama mimi nakushawishi kwa ubaya, lakini angalia maisha unayoyaishi Tete. Viola. Nashinda kugawanya muda wa shule na mambo yao unaoniambia. Kama unavyojua Nakuja Subiria chombo kinachokuja. Hivyo wengine tushazoea tena tunabadilisha mara hapa mara pale.
hilo nalijua na nishaongeaga naye, sema ndo hivyo. Analukaruka sana mawenge mtoto. Sikia Tete, kama nilivyokuambia, mimi nimekutafutia mtu ambaye naamini anaweza. Sawa? Na mimi namwamini anajua. Msikie, hata kuangusha. Yaani hapa akienda kufundisha, yaani mpaka tukienda kule kwenye damgolo. Wewe mwenyewe ushakuwa fundi. Ndio mimi naogopa. Usiogope. Usi kama kakaangu. Kakako wapi na wewe? Kakako si umemwacha nyumbani? Atamwambia kaka. Sikia nikwambie Tete. Hapa tupo watatu. Mimi, wewe na Mbwela. Nani ambaye atatoka atamwambia kakako? Wewe acha ushamba wewe. Kaka yako ujue saa nyingine yuko sehemu zake na yeye anapiga ndonga. Alafu wewe uko anaanza kuyumba yumba, acha machepele. Sasa. Ndio basi. Mbwela. Sikia, usiniangushe. Mpige ndonga mtoto wako taratibu. Naelewa shughuli zako. Sawa. Usiogope. Afu mtoto wako adamu. Ila una bahati mwanangu, unapata watoto wako sede. Tete, najua unamhofia kakako, ila mimi naamini usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Ila nimefurahi sana. Natamani siku nyingine iwe hivi hivi. Sawa? Sasa nimekuwa mwanamke nimekamilika na kujiamini. Akinipa hela yake sawa, asiponipa hela yake sawa. Imadi maisha yangu yanaenda. Kwanza pole sana kwa kusumbua. Lakini nimekuta maeneo yetu yale kama kawaida, si unajua tena. Kuna kazi hapa sasa hivi. Unaona wewe hapo mwanangu? Bila shaka sio mgeni hapa kijijini hapa Kidaba wewe unaitwa. Ni mwadisia jinsi unamfonyumbulika nini mzee mikato ile yote nini fresh. Kuna yeye anataka mzigo. Lakini sasa mimi mwenyewe pia na mzuka umenipanda, kwa hiyo tunataka twende wote wawili. Watu wawili. Bei sio kama ile mbona ulizoea. Watu wawili bei inaongezeka. Kuhusu bei ondoa hofu. Wewe unajuaga mimi nakupaga kimchange. Huyu ana hela yake na mimi nina hela yangu. Kwa tukichanganya pamoja fresh. Mbwela, ipo kama wewe au ndo wale wachovu? Usiende kuchoshana. Wewe kuhusu hilo usiwaze. Unajua mimi hapa kijijini nakujua kwa jina la Tete. Lakini kule kwenye Dangulo nikasikia mara kuna mtu anaitwa sijui Nyigu. Kumbe ndo wewe. Ndo mimi, utamwa ngoma, uingie kati ucheze, sio kuhadisiwa. Basi leo ndo nataka nione unyigu wako ile jinsi unavyonyumbuluka, si unajua? Kwa hiyo sasa tunaingia mmoja mmoja kwanza au? Wote msina kumfukazia muda sio. Kwa hiyo wote unatumudu fresh. Ndio, twende. Wote baridi.
Pole sana. Unajua ni binti mdogo sana. Hivi ulishindwa kutafuta njia nyingine kutatua matatizo yako mpaka ukashashika kwenda kwenye kundi la Dangulu? Hivi hakujofia hali yako ya maisha itakuwaje kwa baadaye? Au ulikuwa uwazi kwamba kuna madhara? Lakini sio shida. Sisi kama jeshi la polisi tutahakikisha tunalitokomeza hili swala. Kwa umri wako ya kupaswa uwe shule. Achana na mambo ya kidunia. Sawa afande, kuelewa. Karibuni sana, karibuni sana. Mimi niwapongeze na niwashukuru kwa kuitikia wito na kurudi tena shule. Mimi nilikuwa nafikiria kwa changamoto ambazo mlizipitia mngekuwa na hofu ya kurudi tena shule, lakini niwapongeze kwa maamuzi yenu vijana. Lakini pia nawapongeza kwa maamuzi mliochukua ya kupima afya zenu na kujua hali ambayo mko nayo kwa sasa. Hili ni jambo la msingi sana katika maisha. Afya ni kitu bora sana na cha kwanza katika maisha. Sijui mnanielewa? Lakini pia changamoto ambayo mmeipitia si chanzo cha nyinyi kufeli katika maisha au kufanya vibaya katika masomo yenu, bali ni njia sahihi ya kujifunza pale ulipokosea na kufanya sahihi zaidi kuliko ulivyokuwa mwanzo. Kwa fursa hii ambayo mmeipata kwa sasa, mnaweza mkawa wanafunzi wazuri na mkashika nafasi nzuri za masomo darasani kuliko hata mnavyofikiria. Kwa mimi nawaomba mjitahidi mfikie hilo lengo ambalo mimi nalitarajia kwenu. Kwa sasa hivi mkawa wanafunzi wengine ambao watu walikuwa wakitarajia mabaya kwenu, lakini sasa waone mazuri yanatoka kwenu, ili wengine wajifunze kupitia nyinyi. Kumbe hata nikiwa hivi ninaweza nikawa mtu mwingine. Sijui mnanielewa? Lakini pia hapa shuleni naomba muwe mabalozi kwa wanafunzi wenzenu. Muwaeleze ubaya wa nyinyi aliowakuta, lakini na wao wasiingie kule ambako nyinyi mlienda. Elimu ipo kwa ajili ya wanafunzi. Sijui mnanielewa? Haipo kwa ajili ya mtu mwingine yeyote. Ipo kwa ajili ya wanafunzi na kwa ajili ya faida ya mwanafunzi huyo ambaye anaitafuta hiyo elimu. Na nyinyi ni miongoni mwa wanafunzi hao. Lakini tu tofauti ni ndogo kwamba nyinyi mlipitia changamoto, lakini changamoto mlioipitia nyinyi nafikia ni hatua bora ya nyinyi kufanya vizuri zaidi katika maisha. Mimi sina mengi, nafikiri mengi tumeshayaongea. Naomba niwatakie masomo mema. Sawa mwalimu, tunakuahidi tutaenda kwa malezi bora kwa wanafunzi wetu. Sawa sawa. Nawe tete. Sawa mwalimu, tunakuahidi. Tutakuwa sana mbele na kuna jambo. Basi mimi niwashukuru. Niwapongeze sana kwa maamuzi yenu. Nawatakia masomo mema.